na akajenga safina. Lakini siri iliyokuwa pale kwa safina ni hii: alimwambia weka nta ama lami paka nje na ndani ya safina. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka upate siri ya lami kupakwa nje na ndani ya safina. Sasa wewe utakapokuwa ndani ya safina, hukumu ya Mungu haitakufikia. Wakati wa hukumu ilikuwa maji, haikufikia Nuhu na wanyama na jamii yake, kwa sababu safina ilikuwa imepakwa nta ama lami nje na ndani. Bwana Yesu asifiwe. Kupaka lami nje na ndani ilikuwa kivuli ya damu ya Yesu. Ndio maana Yesu anakuja anasema, ukikaa ndani yangu na mimi nikae ndani yako, hukumu ya Mungu haiwezi kukupata. Kabla tufike hapo, akaleta mfano mwingine katika nchi ya Misri wakati wa Passover. Wakati dhambi ilikuwa imekuwa nyingi, wakati wana wa Israeli wameteswa ya kutosha, mpaka wengine wamepotoka, wameanza kuabudu miungu ya kigeni, Mungu akaleta kutaka kuangamiza wa Misri. Lakini akaambia Waisraeli, mnaweza kuponyoka kwa njia moja tu, mpake damu kwenye miimo ya mlango na nyinyi mkae ndani. Bwana Yesu asifiwe. Wakati malaika alikuwa anapita wa mauti, kuna watu hawajui kuna malaika wa mauti. Bwana asifiwe sana. Na ameumbwa na Mungu. Haleluya. Na anapumua. Nini nafanya nijua anapumua? Kwa sababu Biblia inasema siku za mwisho mauti pia atatupwa kwenye ziwa la moto, au wawe huko. Kama kinakufa sikinapumua, sikiko hai. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati ule Misri, ule roho ya mauti alipokuwa anapita, akiona damu mlangoni, wale wako ndani wanapona. Bwana asifiwe sana. Hiyo yote ilikuwa ni plani ya Mungu kutuonyesha ya kwamba njia pekee ya kupona kutokana na dhambi ni kukaa ndani ya damu. Wakati ambapo Yesu alikuwa hajakuja, damu ya wanyama ilifanya hiyo kazi. Haleluya. Lakini ikafika wakati sasa Yesu akaja, akafa msalabani siku ya Ijumaa, akamwaga damu yake, na leo akafufuka kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuna uwezo wa kutumia damu ya Yesu, tujifiche ndani ya damu ya Yesu, na hukumu itakapopita haitatufikia. Kuna kitu moja nilikuwa na tafakari juzi, nikapata ufunuo ambayo sijawahi kupata mwaka ingine. Bwana asifiwe sana. Nataka niwaulize swali. Wakati Yesu aliletwa na Baraba muuaji, wakaulizwa watu, tuachilie nani? Ule jamaa aliwaleta akiuliza swali, alijua watu wataachilia nani? Yes. Bwana asifiwe. Na kama ni wewe ungeachilia nani? Wangapi wangeachilia Yesu? Usiogope. Kumbe kuna mangulusumu ya kuwa Yesu wako tu hapa. Hata saa hii akikuja Bwana Yesu asifiwe. Hata saa hii akikuja watakataa kumchagua, waseme tunataka huyu mwishi. Bwana Yesu asifiwe. Watu wakasema no, hatutaki Yesu apone, tuue Yesu, tusamehe huyu mwishi. Tangu wakati wote mimi sikuwa nimewahi kupata ufunuo. Kwanza nikapata ufunuo, jina Baraba inamaanisha nini? Mwana wa baba. Baraba. Bwana asifiwe sana. Baraba kwa Kiebrania inamaanisha mtoto wa baba. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu alikuwa mwana wa Mungu, na huyu ni mwana wa baba. Sasa Yesu alianza injili hapo. Bwana asifiwe sana. Yaani Yesu alikuja ili wasio stahili kuachiliwa waachiliwe, yeye akufe kwa niaba yao. Ndio maana Baraba ambaye wewe unaona hakustahili kuachiliwa,
ilibidi aachiliwe, Yesu akufe kwa niaba yake,